pengine ulitakiwa unishukuru zaidi kwa hichi ambacho nilikifanya kwa mwanao kuliko kunilaumu. Kwa sababu umeshajiuliza ni nini ambacho kingetokea endapo mwanao ningemwacha na ule ujauzito? Ungepokea minjemba isiyopungua 6. Yote ingekuja kudai mtoto wao. Na kimsingi ukiangalia wote wana haki kwa sababu wameshughulika na kuipata hiyo kazi. Sasa mimi ninakoelekea kule, baba anajulikana ni mmoja. Lakini huku baba mko unamjua. Kwa nadhani ungenishukuru pengine kwa hilo, kwa sababu nimekupunguzia mzigo wa maswali ambayo usingekuwa na majibu yake kiurahisi. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Hivi mwanangu, huyo mwenzio huko kajifungua tena mtoto wa kiume. Wewe mwenzangu na mie una mbele una nyuma. Hujui kama ndio lilikuwa yai lako la mwisho au la kwanza. Wewe unafikiri nani atakuwa na thamani kati yako wewe na huyo ambaye kashajifungua? Yaani tatizo lako wewe Vai ni ubishi. Yaani wewe ukiwa na furaha mbio kwa mume wako, ukiwa na huzuni mbio kwangu mimi. Afu mimi unaniacha na aibu. Na mfano mzuri umeuona jana mwanangu. Wewe ulikuja kwangu na machozi. Alikuja hata kukugongea mlango wa kukubembeleza, kukuambia japo mke wangu njoo twende tukalale. Yaani ataka kukudanganya tu. Hakuna. Ule ndio mfano sasa. Manake ni kwamba wewe huna thamani tena. Mwenzi anamwaza mtoto wake, atakaa kuwaze wewe, akufikirie wewe. Umemletea faida gani wakati kule kuna kidume? Vai mwanangu, hakuna mzazi anayependa mwanawe awe matatizoni. Hakuna mama anayetaka mwanawe aiache ndoa yake, aachike. Kwa hiyo usidhanie kwamba labda mimi nafurahia, hapana. Ila sipendi kukuona ukitoa machozi mwanangu. Sipendi kukuona ukikirihisha nafsi yako na kuumia moyo wako. Napenda uwe na amani. Na ndio maana binafsi na kazia angalau uachike ukiwa bado binti mdogo, ili ukapate mwanaume wa maana ambaye ataishi na wewe kwa amani na furaha, sio machozi kila siku. Haya sasa, hebu niambie, tunaanza tulipoishia pale penye kudai talaka, au unataka kuendelea na huyo kitunguu wako? Maana kile ni kitunguu, ukikikata machozi yanakutoka. Maana hilo ni jambazi, halina mapenzi na wewe mwanangu. Mapenzi yako kule kuna kidume mama, kule kuna kidume. Haya, nakusikiliza. Maana mimi nitaongea, lakini mwisho wa siku wewe ndo mwenye maamuzi. Mami, hata sielewi. Yaani sielewi kabisa, na hisi kuchanganyikiwa unajua. Hujui tena. Violet mwanangu, hivi kwa nini wewe ni zoba hivyo jamani, kama sijakuzaa mimi?
Uelewi tena, eti sijui nachanganyikiwa. Yaani hata sielewi. Are you serious? Sawa. Mami, naona tu tuendelee tulipoishia. Kwa sababu sijioni tena, najisikia sisikia amani tena. Kwa hiyo tuendelee tu, chochote mimi niko tayari kufanya. Huyo sasa ndio Violet. Yaani hiyo sasa ndio damu yangu mimi. Kabisa. Lazima uwe na msimamo, mtoto wa kike. Yaani lazima ujitambue kwamba mimi ni mwanamke afu mzuri. Hello wife. Mama, shikamoo. Jamani, nishonipokee. This is for you. I know you like biscuit. Nimekuletea vanilla, your favorite. Na humu ndani kuna zawadi nimekuwekea special. Lakini ningependa uifungue ukiwa uko mwenyewe. Sawa? Surprise. By the way, kama utamaliza conversation na mama pia, nilikuwa nakuomba uje ndani tuzungumzie zaidi. Right? Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Sasa mbona umenunua hivi? Nimekupatia pesa ukanunue mihogo pamoja na maji uje tunywe. Sasa hivi umevitoa wapi? Yaani ni kweli kabisa. Nilienda mpaka sehemu wanayouza mihogo nikaiona pa. Lakini nilichogeuka kushoto tu hivi, nikakutana na chipusi. Mbaya zaidi, nikatuona tumatako twa kuku. Nikashindwa kuvumilia. Sasa nikaenda pale ndo nikachukua. Sasa, hebu angalia. Pesa yetu haitoshi. Na hapa sisi ni wageni. Tutaishije sasa? Kuhusu hilo usijali baba yangu. Siku ile niliwapamiza laki hizo. 300,000. Kwa hizo tunaziweka. Tunafanya nini? Tukitoka hapa, unajua tunavyokaa humu na ni hela ni nyingi. Kwa tukienda mtaani, tunatafuta dalali, tunaingia kwenye geto letu. Halafu tuchenji tunatobaki sasa. Nafanya biashara. Sawa. Hivi ni biashara gani sasa ambayo umebuni kuifanya labda? Hii ya chipusi na tutako twa kuku. Yaani kitu ambacho unapenda kukila ndo kakifanyia biashara. Si ni hasara sasa hiyo? Kuna faida kweli hapo? Mimi nilitegemea labda utaniambia kuna biashara ambayo tayari ushawahi kuifanya hapo kabla una uzoefu nayo.
Sasa wewe tena unataka uje uniambie kwamba unataka kuweka biashara ambayo wewe ndio udhaifu wako. Kuna faida kweli hapo? Basi bwana, hayo mambo ya biashara tuachane nayo. Tukishafika huko tutajua. Mimi biashara yoyote nafanya, iwe kuuza dagaa, kuuza nini, hata wakinipa tu bodaboda mimi naikanyaga. Sote si biashara. Achana nazo. Haya, tule. Maana nateseka nako kaarufu. Vipi sasa, mbona uli? Sasa wewe unashindwa kuwa hata romantic, unashindwa hata kuchukua hapo kaanza kunilisha mimi, unaanza kudapangira wewe mwenyewe. Haya bwana. Ngoja nikulishe mtoto mzuri. Sitaki maviazi. Nataka hiyo hapa. Nipe hesabu ya kukokotoa, tuishi milele, jibu nikipata. Nipe Haya, zamu yako sasa. Kwa hilo tu. Mimi niko romantic, naweza. Na mimi nataka nyama. Sasa mbona umechukua nyama yangu? Mimi nataka kuku wako wewe. Kwa kweli kwenye katako ka kuku utanisamee. Yaani hapa ndo moyo wangu ulipolala. Yaani mimi na kuku utanisamee. Wewe kula hii ya kwako. We. Nini sasa? Si unaiwa kwako? Sasa kwani shikamebaki kadogo na wewe? Niache nimalizie jamani. Utaning'ata vidole. Nipe hesabu ya kukokotoa, tuishi milele, jibu nikipata. Nipe hiyo tamu tamu, nikupende wewe tu. Njoo. Mwali huyo. Yaani tangu umepeleka zawadi, sijui umeletewa kitu gani mwenzetu, ndio ukazamia zako ndani nga. Saizi unajitoa taratibu. Kama nyoka pangoni. Hivi mtoto mbona uelewi wewe? Yaani uko kama kakinyonga fulani hivi. Ikiwa nyekundu na wewe nyekundu, kijani na wewe kijani, blue naona pita nayo. Yaani ujue mimi sikujua kama nimezaa popompo. Kumbe mimi nimezaa taira Hivi mtoto utabadilika lini? Lini utaelewa wewe? Yaani katika siku ambazo umenidhalilisha, basi leo ndo umenidhalilisha zaidi. Hivi kwa nini kila siku unapenda tu kunivua nguo yani? Unaona raha mwenyewe ukiniacha wazi, si ndio? Violet, nimekuita mara 3. Muone manyanya wa maana. Endelea kumuona hivyo, endelea kutokuelewa hivyo. Jitia hamnazo tu.
Mama samahani. Mimi naona sijui tuongee kesho. Nilikuwa nataka niende nikamchemshie manyanya maji ya kuoga. Nataka kuoga. Afu kuna baridi. Jamani, manyanya huyu. Hivi manyanya kakufanya nini Vai mwanangu lakini? Kwa nini unashindwa mpaka kunielewa jamani kwa sababu yake? Yote aliyoyafanya kwa kijizawadi kidogo tu umebadilika. Yaani kakuchota kabisa akili zote. Hujabaki hata na moja basi, japo kidogo tu baki nayo. Mama, lakini si nimesema tutaongea kesho. Tutaongea kesho asubuhi. Mimi mwenyewe asubuhi nitakuja chumbani kwako nitazungumza na wewe. Manyanya mwenyewe achelewe kasirika. Asije kakasirika hapa. Usiku mwema. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa Ama kweli mapenzi upofu. Manyanya kaniharibia hivi mtoto jamani. Kampa nini mwanangu? Yaani Vai na uzuri wote na usomi wote. Sijajua kama nilizaa tahira mimi jamani. Mungu wangu. shule inayofunza mema na mabaya, ndo dunia. Wajuaje na wapumbavu. Kase, kazi ya mwisho haijakamilika. Leo umekuja tena kilingeni. Haya, kuna shida gani? Mimi kilichonileta hapa wala sio hiyo kazi ya mara ya mwisho. Kwa sababu kama ni kuhusu hiyo kazi tayari matokeo nimeshaanza kuyaona. Kwa namna moja ama nyingine nimeshapata matokeo tayari. Leo nimekuja hapa kwa jambo jingine kabisa. Tena katika kazi ambayo nataka uifanye kwa umakini. Ni hii kazi ambayo nakupa leo. Unamkumbuka yule dada Matrida ambaye nilikuwa nakuja kumtengeneza hapa mara kwa mara? Nimepata habari amejifungua. Sasa mimi ninachotaka yule mwanae tumshughulikie tena haraka ipasavyo. Haujanyosha maelezo yako. Unataka tumshughulikie kwa namna gani? Tumuibe, tumfiche, au tumfanye msukule? Yaani mimi nina muda wa kumweka mtu msukule? Sijui ndondocha. Yule mtoto mdogo mimi namweka msukule wa nini? Mimi ninachotaka ni kuua. Yaani yule mtoto afe. Kama ni ng'ombe utatoa kafara. Kama ni ngamia, kama ni kuchinja mtu utajua wewe. Ila yule mtoto apotee. Na ndio maana nimekuja mapema kabisa. Kwa sababu najua akishaanza tu kukua kidogo, lazima watamkinga na madawa yao. Kwa sababu ile familia ni familia ya kichawi. Sio mama, sio bibi, sio shangazi. Wale wote wachawi. Kwa hiyo zingatia. Yule mtoto tumshughulikie haraka iwezekanavyo. Yaani kwa gharama yoyote ile mimi nitatoa. Bila shaka unajua ni kiasi gani simpendi yule mama yake. Kwa sababu ni mtu ambaye ametia doa katika maisha yangu. Wewe angalia alivyompata yule mwanaume. Dada ni alitusumbua balaa. Haya limekuja swala la mimba. Basi binti kajiona kana kwamba yeye ndio mtu wa kwanza kubeba mimba kwenye hii dunia. Haya, wewe unafikiria kwa huyo mtoto mimi nitapumua? Mimi nitaishi vipi? Na ninajua tegemeo lake kwa sasa ni yule mtoto. Jeuri yake yote ni yule mtoto. Fanya ufanyavyo. Naitaka maiti ya huyo mtoto hapa. Namuona hapa. Ni mtoto wa kiume. Huyo.
Kwa hiyo sasa hapo, fundi wangu, nataka uniambie kitu kimoja. Inawezekana au haiwezekani? Limeisha hilo. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa